Mpenzi mtazamaji popote ulipo, ni fursa nzuri tumetembelewa naye daktari mtaalamu anayechapa kazi na Daktari Ngoso mjini Bungoma. Amebobea katika masuala ya tiba tosha akitumia tiba asilia au miti shamba. Daktari, uhali gani? Hali yangu iko nzuri, namshukuru Mungu niko salama. Na nashukuru kwa kunipatia wakati huu. Naam. Ambao nitapata fursa ya kuelezea ndugu watazamaji kazi zetu mbalimbali. Bila shaka. Daktari, mko wengi sana mkifanya kazi pamoja na Daktari Ngoso. Imekuwaje? Mbona mko wengi hivyo? Tuko wengi sana, swali nzuri sana kwa sababu kwa kazi zetu ni nyingi sana pale ofisini. Na kila daktari anashughulika na jambo lake. Wateja wanapokuwa wengi huwa kila daktari anashughulika na mteja kulingana na kile alichokileta mbele yetu. Kila daktari ana utaalamu wake. Maana unajua kuna watu wana shida, magonjwa, matatizo mbalimbali. Sahihi kabisa. Asante sana. So, anaweza kaja mteja ambaye mimi uzoefu wa hiyo jambo sina, basi daktari mwenzangu namkabidhi. Anapokezwa kijiti. Sahihi. Bila shaka. Najua kuna matatizo, kuna shida tele. Daktari mkichapa kazi na Daktari Ngoso. Kuna katika tatizo hili la anayesumbuliwa na majini. Hapa wengi sana wamekerwa, wengi wamelia sana. Mnalishughulikia vipi? Tatizo hilo limekuwa ni gunzo katika jamii, lakini kuna njia nyingi ambazo tunafanya, ikiwemo kuna dawa ambayo tunatumia inaitwa mwingajini. Hiyo dawa utakapofika ofisini huwa ukipatiwa hilo tatizo la aina yoyote, jini yoyote mbaya, lazima atakimbia. Nikumbushe jina tena? Inaitwaje? Dawa inaitwa mwingajini. Mwingajini. Hiyo ni kwa ajili ya mapambano dhidi ya majini waovu. Sahihi. Bila shaka. Najua nilivyosema kwamba kuna matatizo na magonjwa na vile vile kuna ile hali ya mtu kutaka kusikika. Sasa hivi tunaelekea uchaguzi, unajua? Mtu anataka asikike. Hata akizungumza na umma anasema huyu ndiye. Kusikika kuna njia nyingi, lakini miongoni mwa vitu ambavyo nahisi unaviongelea ni kuvuma, kusikika katika ulimwengu. Sasa hiyo utakapohitaji ulimwengu kutambue, ukusikie, ukifika pale ofisini ndio njia hizo utazipata. Na lazima utasikika. Lazima utasikika. Utasikizwa. Wakati mwingine anasema utapata viewers nyingi. Manake tunasema kwamba tuko digital. Sahihi kabisa. Bila shaka. Daktari, kwa yule ambaye halipi deni, mtu akaja akalia akasema tafadhali nisaidie, kupa shilingi 100,000, nitarejesha hela baada ya siku 2-3. Sasa kisha baadaye sasa unakuwa uadui. Wale watu ambao wamekuwa hawalipi madeni ya watu wamekuwa ni tatizo sana. Lakini hilo tumekaa ofisini tukaliangalia na tukalipatia suluhisho. Suluhisho lipo. Utakapofika pale ofisini, kwa kama una madeni mengi ambao watu unawadai, lakini kukulipa imekuwa ni tatizo, basi suluhisho lake lipo, na sio kuwadai tu, hata kama wewe ndio unadaiwa pia. Sawa? Ipo njia ambazo utakayosaidika. Ama pengine ulichukua mkopo, alafu unataka kuuziwa nyumba yako, ardhi inataka kuchukuliwa, basi utakapofika pale utasaidika ili uweze kuona hilo jambo la kulipa ni lepesi kwako. Asante sana. Daktari, mpenzi mtazamaji, ni daktari anayefanya kazi pamoja na Daktari Ngoso mjini Bungoma, au sio? Tukiwa chini ya kivuli cha Daktari Ngoso. Daktari Ngoso. Unanihakikishia kwamba hapana ofisi nyingine, ofisi ni moja tu? Ofisi zetu ziko nyingi. Utakapofika ofisi nyingi utaelekezwa. Lakini ofisi kuu iko ndani ya Bungoma. Ofisi kuu. Hapo iko. Asante sana. Daktari, turejelee tuzungumzie swala la ndoa. Naam. Ile sasa kutaka mke adumu kwenye ndoa, mume adumu kwenye ndoa, ili wasije achana, ama mtu mmoja asije kaondoka. Hapa mnalishughulikia vipi? Hilo hapo utakapofika pale, hilo linakuwa ni jambo ambalo utapata ufumbuzi, kwa sababu
unakuta muoaji yuko tayari kuishi na mke wake, lakini unakuta yule anayehitajika kuolewa sasa yupo kwa ajili ya masilahi. Watu kama hao hapo. Ukishamuoa, ukishamkabidhisha vitu vyako, kama anisha hizi ni mali zetu, basi anaanza chokochoko. Basi ile ipo njia ambayo ya kumbana kwanza, ili awe ni mtu wa kutulia na kuridhika pale alipofikia. Nikasikia mmoja bwana mmoja akilia akisema kwamba mke amempa kila kitu, amempa magari, majumba mazuri, anatekeleza wajibu wake, amewajibika, lakini bado mke kidogo anatoka nje ya ndoa. Hapa tatizo linakuwa gani? Hilo tatizo liko kwa watu wengi sana. Ukilinganisha kwa upande wa sisi wanaume, unakuta umempatia kama kweli unavyosema hivyo, lakini bado anatoka nje ya ndoa. Hiyo hapo tumeona kuna dawa moja tu ambayo ni suluhisho. Ukipatiwa hiyo, atakapotoka nje ya ndoa, basi wanashikamana, wanakamatana. Hiyo itakuwa ni moja ya pigo ambalo hatokubali tena kurudia huo mchezo, kwa sababu atadhalilika sana. Hizo ni njia ambazo zinatumika. Ukifika pale utapata msaada. Utanipa jina la dawa hilo? Dawa hiyo inaitwa mnamata. 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 Unanata kabisa. Yaani utanata pale mpaka watu wakushangae, na lazima udhalilike. Hiyo inadhalilisha. Endapo utakuwa umepewa kila kitu lakini hujaridhika ndani ya ndoa na unatoka nje ya ndoa, basi kitakachokufika ni kudhalilika. Pia nikumbushe kwamba kuna visirani, kuna mikosi tu. Mtu ameamka na balaa. Waswahili wakasema kwamba siku njema huonekana asubuhi. Lakini asubuhi hii balaa zimekuwa nyingi, visirani hapa na pale. Daktari, hapa mtu atasaidika? Hapa mtu atasaidika kwa sababu kuna dawa tuliyoiandaa ambayo inaitwa mlangamia. Dawa hiyo inahusisha na hayo mambo, vifungo kama unavyosema, nuksi. Unaamka asubuhi, unashangaa watu unaowadai, unawapigia simu hawapokei simu, una biashara haziendi, unashangaa wateja hawafiki ofisini, vitu kama hivyo. Dawa yake inaitwa mlangamia. Ukifika ofisini utaelekezwa ndani ya dawa hiyo kuna vitu vingi ambavyo tumeviandaa kwa ajili ya kutibu hilo tatizo. Magonjwa kadha wa kadha najua pia mnashughulikia daktari, au sio? Naam. Magonjwa yako aina nyingi. Yako magonjwa ya kibiolojia, yako magonjwa haya ambayo tunaita ya kichao, yale ya kuhusudiwa. Yaani mtu amesukumiwa. Kama utakuja na maradhi ya aina yoyote, cha kwanza ni kupima. Tukishapima tukagundua maradhi haya inatakiwa tuyatibu, basi tunayatibu sisi. Lakini tutakapoona haya inahitajika ufike sehemu fulani, basi utakapofika tunakuelekeza. Labda hapo utakuwa umenielewa. Utakuwa nimekuelewa. Unaposema mtu kusukumiwa, hapo inakuwa pengine mtu mtazamaji sahihi. Kusukumiwa kama mtaalamu tufafanua kidogo. Kusukumiwa hayo mambo yetu hapo, nadhani mtazamaji atakuwa anajua. Kuna kama vile kurogwa. Umeenda sehemu, watu wamekuchukia, wamekufanyia mambo yako, wamekuharibia, wamekupiga maradhi. Kwa sababu kiupande wetu sisi sio kila maradhi ni ya kutibu tu. Upande mwingine kule kuna mengine inabidi kuchekecha uchunguze chanzo ni nini. Kwa sababu unakuta mtu anakaa hospitalini miaka 10, 20. Kwa hiyo vitu kama hivyo unaweza ukakuta kumbe tatizo ni dogo. Moja kwa moja mawasiliano naye Daktari Ngoso na kundi kuu, ama niseme timu kubwa. Nasema ni timu kali wanaochapa na kazi pale. Timu ya Ngoso hiyo. Timu ya Ngoso hiyo. Nambari ni 0718 7569 0718756944. Na vile vile najua kuna tovuti yenu ama website ni www.ngoso.com. Ulishanikumbusha hivyo. Sasa ni kwa niaba tu watazamaji, alafu barua pepe info@drngoso.com. Sawa. YouTube Dr. Ngoso. Asante sana. Labda jambo lako kwa watazamaji daktari? Jambo langu mimi kwa watazamaji, na wakaribisha sana kwa tatizo la aina yoyote ile, popote pale ulipo. Usihofu jambo lolote ambalo umelitafutia suluhisho ukakosa, wala usihangaike. Fika kwa Daktari Ngoso, utasaidika.
Daktari Ngoso, asante kwa muda wako. Nashukuru sana. Bila shaka.